swali au sio? Leo nataka nikupe siri ya kupata mafanikio na kupata mafanikio kwenye mambo ya kufanya biashara. Sio, unanielewa? Tukiongea biashara, watu wanafanya biashara kwa mazoea. Hawaelewi biashara. Kitu cha kwanza ili ufanikiwe katika biashara, kitu cha kwanza ni lazima uwe na issue moja inaitwa customer care. Watu hawaelewi customer care nini. Yaani kuongelea issue ya customer care ni kwamba Ongea kama unagombana, ongea vizuri. unataka, si ndio yule mzee mmoja. Customer care ni pale ambapo mteja anakuja unamhudumia kwa wakati. Yaani mwanangu, umeenda vizuri sana. Unamhudumia kwa wakati mteja. Kitu kingine unasikiliza mteja anataka nini. Uwezo kumuuzia mteja kitu unachotaka wewe. Sasa wafanyabiashara wengi anakuja na wazo la biashara, angalia tatizo lilioko kwenye jamii yake. Ongea vizuri bwana. Mwingine unaongea unagombana nao bwana. Wewe unataka kwa mfano kuuza viatu. Ila hapo mtaani kwenu wanataka mabuti. Sasa wewe utapataje hela? Wanataka mabuti? Hiyo si demo. Hii ni nani? Mtaani kwako wanataka mabuti. Wewe kwa kuwa umekuja na wazo kwamba unataka kuuza viatu, unaenda kuchukua maviatu. Ndio maana kabla ya kufanya biashara, fanya research katika hiyo eneo. Fanya research ile eneo wenyewe uliochukua. Kama umechukua frame pale, umechukua pale Dodoma mjini, chunguza pale Dodoma mjini kuna nini ambacho kikiuza pale utapata wateja. Usifanye biashara kwa kukariri. Kuna mtu anakariri kwamba alishasikia kwamba biashara ya mabuti ina hela, yeye anaenda kufanya mabuti. Wewe unafanya mabuti, unatakiwa uchunguze hilo eneo. Kweli hilo eneo lina shida na mabuti. Yeah, exactly. Kwa sababu unaenda eneo, unaanza kufanya biashara, unakuta hiyo biashara kuna watu wengine walishaanza biashara kama hiyo wako hata 20 hivi. Sasa wewe ndio unaenda kuanza, una mteja hata mmoja. Fikiria yani kuwa na uwezo wa kukompiti kwanza na wale watu wenye uzoefu wa muda mrefu pale. Hebu fikiria yani wewe kwenye brain yako, wewe ndio mfanya biashara. Issue naongelea issue namba 2. Issue naongelea point namba 2. Point namba 2 ambayo watu wengi mtu anaweza akapata idea nzuri ya biashara, lakini changamoto anayekuja kukutana nayo ni kwamba ana hela. Tunasema hela ile ya, kwa mfano uko na mtaji milioni 10, anza biashara ya milioni 5. Usichukue milioni 10 yote unaenda kuweka kwenye biashara moja. Unachukua ile milioni 5 unaweka kwenye biashara. Ile nyingine 5 inakaa kusoma mazingira kama hii biashara inaenda unavyotaka. Sasa wengi wanachukua milioni 10 au milioni 20 au ndio umestaafu umepewa kinua migongo milioni 50. Yote unaenda kuitupa kwenye biashara moja. Alafu mteja umjui hata mteja ni nani. Sisi tunaelewana. Kitu cha 3 cha kuzingatia unapofanya biashara. Kitu cha tatu ni matangazo. Watu wengi hawapendi kuzingatia issue ya matangazo. Matangazo ni kitu ambacho kinaweza kikawapa taarifa watu mbalimbali, kwa sababu bidhaa unayouza wewe kuna mtu anaitaka, ila hajapata hiyo taarifa ya kwamba wewe unauza hiyo bidhaa. Kitu kingine ni ambacho nimekielezea, matangazo. Yaani matangazo ni muhimu sana katika biashara. Exactly. Biashara yote unayofanya zingatia matangazo. Exactly. Matangazo, kuna mabango, kuna wengine wanatumia mabango,
wengine wanatumia njia za mitandao. Kuna njia nyingi za kuifanya matangazo ya biashara yako ijulikane. Usiwe tu na biashara, una bidhaa lakini hakuna anayejua, upati wateja.